Mzozo mkali wa kivita baina ya Israeli na Irani unaweza kuzaa sura mpya ya mapambano baina ya mataifa na mataifa. Ni wiki kadhaa ya mashambulizi ya piga ni kupige baina ya Israeli na Iran, yakiacha vilio, majonzi na simanzi, huku vifo ikiwa ni jambo la kawaida katika nchi hizo mbili. Katika mitandao ya kijamii, kila mtu amekuwa na utashi wake wa kuyaelezea mataifa hayo na namna yanavyozozana, huku kila mmoja akiegamia upande ambao anaona kwake ni sahihi. Sura mpya ya mzozo wa mataifa makubwa ulimwenguni unakuja baada ya Marekani kuanza kujitosa katika mvutano wa Irani na Israel. Itakumbukwa siku za hivi karibuni Rais wa Marekani Donald Trump amenukuliwa akitoa kauli kadhaa dhidi ya Iran, huku kiongozi wa Iran Ayatollah Al-Khamenei akisema hawatishwi na taifa hilo. Sasa kulingana na ripoti za gazeti la New York Post ni kwamba ndege iliyopewa jina la Doomsday Plane, yaani ndege ya siku ya mwisho ya Marekani, imetua rasmi katika mji wa Washington. Hii ni Boeing 747 maarufu kama E-4B, inayotajwa kama ndege yenye uwezo mkubwa wa kustahimili milipuko ya nyuklia, mashambulizi ya mtandaoni na athari za sumaku ya umeme, na uwezo wa kurusha makombora ya kulipiza kisasi. Katika ripoti ya New York Post sambamba na video unayoitazama muda huu, inaeleza kwamba ndege hiyo iliundwa mahususi kumlinda waziri wa ulinzi na maafisa wengine wa usalama wa kitaifa na kuifanya serikali kufanya kazi wakati wote wa vita, ikiwemo vya nyuklia. Ndege hii imepewa jina la Doomsday Plane, yaani ndege ya siku ya mwisho ya Marekani inayoweza kustahimili mlipuko wa nyuklia, ambayo imetua rasmi mjini Washington. Ndege hiyo iliondoka kutoka Bossier City, Louisiana Jumanne jioni na kutua Maryland. Ndege ya siku ya maangamizi ni ndege maarufu sana inayoendeshwa na jeshi la anga na Marekani na hutumika kama kituo cha kitaifa cha uendeshaji wa anga, yaani NAOC. Marekani ina E-4B 4 ambazo hutumika kama kituo cha amri cha anga kwa rais, waziri wa ulinzi na wenye viti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi, ili kuhakikisha kuendelea kwa amri muhimu, udhibiti na mawasiliano. Kulingana na posti, kila E-4B Night Watch inaweza kuwa na wafanyakazi hadi watu 112 na ina safu ya zaidi ya maili 7,000. Zaidi ya hayo, ndege hiyo ina kinga ya joto na inaweza kuwasiliana na mtu yeyote popote duniani kutokana na vyombo 67 vya satellite na antena zilizomo kwenye huba yake ya miale. Ndege hiyo pia inaweza kubaki angani na kufanya kazi ndani ya anga kwa wiki nzima bila kuhitaji kutua, na inaweza kuongeza mafuta katikati ya hewa pia. Ndege hii, kwa ripoti za vyombo vya habari, imeletwa kwa sababu ya vitisho vyovyote vya kinyuklia kutoka Iran baada ya Donald Trump kuidhinisha mipango ya kuishambulia Iran, lakini hajafanya uamuzi wa mwisho kuhusu kuishambulia nchi hiyo. Rais wa Marekani alisita kuanzisha mashambulizi iwapo Iran itakubali kuacha mara moja mpango wake wa nyuklia, chanzo kikuu cha kijasusi kiliambia CBS. Trump anaripotiwa kuifikiria kuivamia Iran dhidi ya Fordo, kituo cha kurutubisha madini ya uranium chini ya ardhi nchini Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei bado anakataa ombi la Trump la kujisalimisha bila masharti na kudai kulipa chochote kitakachofanywa dhidi ya nchi yake. Ni ripoti za kitaifa. Mimi naitwa Mika Ndaba, juu ya ndege ya E-4B ya Marekani kutolewa